Bwana analitaka kanisa la maelfu. Bwana analitaka kanisa la maelfu. Kuna kitabu hiki kinasema uinjilisti wenye matokeo makubwa. Kwenye uzinduzi, wengine mlikichukua, wengine bado mtakuwa mnakihitaji. Ukikihitaji ni shilingi 5,000 tu, na utawaona wazee ama mashemasi, basi alafu watakupatia nakala yako kama utakihitaji. Ni muhimu sana ukawa nacho, na kuanzia leo utaanza kugundua kwa nini ni cha muhimu kwako. Alafu wewe ni nani? Kitabu hiki na wewe hamwachani, kinakuhusu, kwa sababu kila aliyeliitia jina la Bwana, kila aliyeitwa shambani mwa Bwana ni mwinjilisti. Sema, mimi ni mwinjilisti. Wewe ni mwinjilisti, na kama hujui kama ni mwinjilisti, leo ndio utajua kama wewe ni mwinjilisti au sio mwinjilisti. Wote ni wainjilisti. Useme tu baba ndio mwinjilisti. Wote ni wainjilisti. Sio CGM ndio wainjilisti. Wote ni wainjilisti. Sio Tebe ndio wainjilisti. Sisi kanisa lote la Bwana ni wainjilisti. Amina, amina. Amina kanisa. Acheni kuitikia kama mnaumwa. Sema amina iliyo kubwa. Sikiliza, nataka nikwambie tu nini maana ya uinjilisti. Uinjilisti maana yake nini? Unaiandika, andika hapo haraka. Uinjilisti ni kumwambia mtu habari njema. Uinjilisti ni kumwambia mtu habari njema. Habari njema hizo ndio inaitwa injili, katika nguvu za Roho Mtakatifu, huku akijua na kusudi la kumleta mahali pa kumkubali Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Narudia tena, uinjilisti ni kumwambia mtu habari njema katika nguvu za Roho Mtakatifu, huku akijua huyo anayeambiwa na kusudi la kumleta mahali pa kumkubali Kristo Yesu au Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake binafsi, na hivyo kumfanya kuwa mwanafunzi wake. Halo, haleluya jamani. Unapomwambia mtu habari za Yesu, unainjilisha, unampa habari njema. Unapomwambia mtu uzuri wa Yesu, wewe ni mwinjilisti, unahubiri pale. Haijalishi ni ndani ya basi, haijalishi ni kazini kwako, haijalishi ni nyumbani, haijalishi ni jirani yako, haijalishi popote pale ulipo, unapomwambia mtu habari njema. Ndio maana kila mmoja ni nani jamani? Maelewa sasa hapo kanisa? Kwa kila mmoja hapa, wewe ni mwana injili. Ni mwana nani jamani? Mwana injili. Kwa hiyo lazima, na Shabani nini? Maana yake unapompelekea habari njema, huku wewe tayari. Ndio maana lazima utamani kabisa kuvikwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nasema huku ukiwa umejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa mwenye msukumo ndani yako, mwenye mamlaka ndani yako, mwenye uwezo wa kusema sasa zungumza na huyu kimamlaka. Ndio maana katika Biblia hata mitume, manabii walipokamatwa, walipofungwa kwa ajili ya injili, wakahojiwa mbele ya mabaraza, lakini nini kilichowapa ujasiri? Utasikia Biblia inasema akiwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu, akawakazia macho, akawakemea, akawaambia nini maana yake uwezo wa injili. Nguvu zetu ni Roho Mtakatifu. Kwa ndio maana tamani kama kanisa kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, ili ikupe uwezo, ikupe mamlaka. Roho Mtakatifu akupe neema na mamlaka ya kutembea kwa nguvu zote. Sema amina kubwa. Injili ikijaa ndani yako, habari njema zikijaa ndani yako, wewe hutatamani kutembea popote pale usubiri habari njema za Kristo. Usiseme habari njema za Kristo, utazisema wakati wote na majira yote. Na shabaha kubwa, maana yake umpelekee yule habari, afikie mahali pa kusema sasa, kulingana na injili hii na habari njema hizi, huku niliko sio sawa sawa, huku niko gizani, nahitaji nuru. Nuru ndiye Kristo, aje kwa Yesu. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kwa hiyo kama kanisa lazima utambue wajibu wako. Kila mmoja leo, kitabu hiki
kwa mujibu wa mamlaka na mwongozo wa Roho Mtakatifu, kuna mahali ambapo lazima ufahamu Yesu Kristo ndiye muasisi wa injili hii ya kushuhudia. Sasa kitabu hiki kina uinjilisti aina mbili. Sema uinjilisti aina mbili. Uinjilisti aina ya kwanza ni mikutano ya hadhara. Mikutano ya nini? Ya hadhara, ambayo sasa hata madhabahu yake tunayo hiyo hapo, huwa tunahubiri hapo. Huo ni uinjilisti namba moja, mikutano ya hadhara. Mikutano ya nini? Ya hadhara. Uinjilisti namba mbili ni uinjilisti wa mtu kwa mtu. Kwa kifupi tunaweza kusema uinjilisti wa kushuhudia. Uinjilisti wa kufanya nini? Wa kushuhudia. Kumshuhudia mtu kwa mtu. Ndio maana nimekwambia wewe ni mwinjilisti. Kwa hiyo hoja namba mbili hii, achilia anayesimama kwenye jukwaa akihubiri akipiga kelele, ule unaitwa wito maalum. Lakini wito wa jumla ambao kila aliyeliitia jina la Kristo, kila aliyeokoka, una wajibu wa kuhubiri injili kwa njia ya kushuhudia. Sema amina. Sema amina tena. Kwa hiyo utambue kwamba kila unapokuwa nyumbani, popote pale ulipo, una wajibu wa kumleta mtu kwa nani? Kwa Yesu. Sasa kama una wajibu wa kumleta mtu kwa Yesu, tafsiri nyingine fupi ya Kiswahili cha kawaida, uinjilisti maana yake ni ushawishi. Unampa mtu habari za Kristo, unamshawishi atoke aliko, maana ni kubaya, atakufa, aje kwenye uzima. Sema amina. Haleluya, haleluya. Na nguvu hizo, maadamu una Roho Mtakatifu, Bwana amekupa kipawa hicho, Bwana amekupa huduma hiyo, Bwana ameachilia karama hiyo ndani yako kwa jina la Bwana. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, utajikuta kwamba wewe mwenyewe ukiwa na kiu, kwamba ukajiwekea nadhiri tu, achilia kwa kila wiki, lakini kwa mwezi, Yesu, mimi hapa Bwana Bethania, kila mmoja akaamua kwamba mimi lazima nimlete mtu kwa Yesu. Yesu atakusaidia, atashindwa kukusaidia? Atakusaidia tu kwamba mimi lazima naanza kumwombea Frank, kama ni jirani yangu, ni ndugu yangu, ni jamaa yangu, vyovyote vile. Hakikisha kila mwezi hapa tukapata kila mmoja ameleta mtu hivi. Hapa ndani ya miezi 6 kuna kanisa hapo, kuna nafasi. Maana yake utakuta pamejaa mpaka tunasema hata jengo tunalosema halitoshi. Nini? Kwa sababu kila mmoja ana kiu ya kumwambia mtu habari njema za Kristo. Sema amina kubwa kanisa. Kanisa, haleluya. Kwa tusisubiri mpaka tulete wainjilisti hapa wahubiri wakubi. Wewe hapo tambua kwamba kuanzia leo sio mtu wa kuja kanisani na kukaa kwenye nini, kwenye kiti tu na kuondoka. Unao wajibu wa kumleta mtu kwa nani? Kwa Yesu Kristo aliye hai. Sema amina kubwa. Na tukitaka hivyo katika ambayo ni njia simple kabisa, wewe ambaye uko chuoni, uhakikishe wale wanavyo wenzako unawavuna wanakuja kwa Yesu. Watu wazima kwenye shughuli zetu, kwenye makazi yetu, uhakikishe huko uliko unavuna watu wanakuja kwa Kristo. Inawezekana kwa jina la Bwana. Sema amina kubwa. Ningekuwa huko wangemshangilia Mungu sana, ila hapa hawajui kumshangilia Bwana. Hapa wala hamjui kumshangilia Bwana. Kwa sababu habari kama hizi mmekaa tu. Shangilia Bwana aliye hai kwa jina la Bwana. Pigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Yaani katika habari nyingine zote unazotakiwa kuzisikia, hizi ndio njema kuliko nyingine zozote. Hizi ndio njema, maana unapewa dili na Bwana. Sema amina kubwa kwa jina la Bwana aliye hai. Sema amina tena kubwa. Unaoneje mtu anapokuletea dili? Unaita dili. Anapokuletea dili, unaoneje? Huyu mtu unamchukia mfani? Manase unamchukia? Katibu utamchukia? Mtu anakuletea dili kwenye kazi yako ile ya madini, anakuletea dili, alafu lina milioni 50, utamchukia huyu? Sasa hii ndio madili kuliko madili yote kwa jina la Bwana. Hakikisha uwe unawaleta watu kwa nani? Tuangalie maandiko haya kwa haraka sana, ufahamu na Yesu ndiye mwanzilishi. Sasa leo sitazungumza sana uinjilisti wa hadhara, nitazungumza sana uinjilisti wa mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba, duka kwa duka, korido kwa korido, kichochoro kwa kichochoro, pande zote, popote pale ulipo, hubiri injili kwa jina
jina la Bwana. Fanya kazi, hubiri injili. Fanya kazi, hubiri injili. Chapa vyote kwa pamoja. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Mathayo Mtakatifu sura ya 9. Mathayo Mtakatifu 9:37-38. Hebu ningeomba wanangu hapa mwini nasoma haraka. Soma ya haraka hapa wanangu hapa. Twende haraka. Peleke maiki anze tena. Neno Mungu nasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake. Sikiliza hapo. Ndipo alipowaambia nani jamani? Wanafunzi wake. Wanafunzi wake. Sema amina. Mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amina kubwa kabisa. Je, tufahamu kabisa Yesu alizungumza na wanafunzi wake nyakati zile. Sema amina jamani. Na yeye alikuwa ni mtumishi kwa wakati ule, amevaa mwili wa mwanadamu au wanyama kama ambavyo leo amevaa mwaka jaba. Sema amina. Sasa wanafunzi wa mwaka jaba ni akina nani? Ndio ninyi hapo kwa jina la Bwana. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Maana yake kibibilia mwanafunzi ni muamini, aliyemwamini nani? Kristo. Huyo ndio mwanafunzi. Kwa hiyo wewe ni mwanafunzi wa Yesu, na mimi ndiye mchungaji ambaye Bwana amenileta niseme na wewe mwanafunzi wa Yesu kwamba jamani, mavuno ni mengi. Yako mavuno mengi, lakini watenda kazi ni nini? Sasa tunakubali kwamba sisi ni wachache. Tunakataa kwa jina la Bwana. Tunakataa kwa jina la Bwana. Kataa, kataa, hapana. Sema amina kubwa jamani. Unaoneje hata ukifunga mfungo pale, kama ni kuku, kama ni kondoo, kama ni kondoo tuachane naye kwanza, kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe, alafu haizai na ni jike haizai, unaoneje hapo? Si utatafuta soko liko wapi? Maana haina uzao. Haina nini? Sasa wakuzaa kuliletea kanisa la maelfu ni wewe hapa kwa jina la Bwana. Lazima wengine atia kwamba sijaleta mtu kwa Yesu. Kwa nini sijaleta? Leta mtu kwa jina la Bwana aliye hai. Sema amina. Sema amina. Hiyo lazima uhakikishe. Biblia inasema basi muombeni Bwana wa mavuno. Bwana wa mavuno ni Yesu Mwokozi. Tumuombe yeye, tumwendee yeye kwamba Bwana, hakika mimi ni miongoni, hayo mavuno yosema ni mengi, yako wapi? Bwana nakwambia yako hapa, yako pale, yako kule, yako pale. Kwa wakati mwingine unaanza kushuhudia wa karibu na wewe, wakati mwingine unakuvusha, unaenda ng'ambo nyingine, hatua nyingine, unawaambia watu habari njema za Kristo. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa tena. Nilikuwa na mwanangu hapa, sasa hivi ameenda Dar es Salaam. Alikuwa anashuhudia masokoni, anaenda wapi huko, mpaka wakati mwingine wanampa sadaka. Nikamwambia mwanangu, hauombi? Wakati mwingine akamwendea mama akikata, anasema mama, wananipa sadaka, nifanyeje? Yule mama akampa neno la hekima. Sema amina. Akamwambia nenda kwa baba, kafanye 1 2 3. Alipokuja mwisho wa siku nikaona huyu amekuwa na imani thabiti. Mwisho wa siku, baba nimeleta, nasema haya mwanangu, Mungu akubariki, na viombea. Nasema nimevipokea mwanangu, lakini nenda, Mungu kavitumie. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu kama Mungu ameweka mzigo ndani, naona anaenda huku na huku, ni mbegu na panda kwa jina la Bwana. Bwana ataonekana na atadhihirika tu. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa tena. Sema amina kubwa tena. Kwa ninaomba sana, nendeni huko kwa jina la Bwana. Nenda hubiri injili kuanzia nyumbani mwako. Anza kuhubiri injili kuanzia wapi? Ndipo unapiga hatua kwa jirani mwingine, kwenda mahali pengine, popote pale tuhubiri injili kwa jina la Bwana. Biblia inasema tumuombe Bwana wa nani? Ili apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Wewe ndiye mtenda kazi. Bwana akupeleke kwenye hayo mavuno. Sema amina. Bwana akupeleke kwenye hayo mavuno. Na hatuanzi kesho, tunaanza leo kwa jina la Bwana. Tunaanza lini? Tunaanza leo hapa kwa jina la Bwana. Hatusubiri kesho, tunaanza leo. Practical inaanza leo, field inaanza leo. Kuna watu
hujanielewa hapa. Utanielewa tu baadaye. Umenyamaza kimya, utasema tu. Marko Mtakatifu 16 15 hata 16. Marko Mtakatifu 16 15 hata 16. Soma kwa haraka. Akawaambia, sikiliza, akawaambia fanyeni nini? Enendeni. Fanya nini jamani? Tunatakiwa tuenende. Kitendo cha kuenenda maana yake ni kutoka hatua kwenda nini? Sasa hatua ya kwanza ianzie ndani yako. Maana yake huu miguu ni kitendo cha mwisho. Huu ni mkia. Kitendo cha kupiga hatua hizi za miguu ni mkia, lakini hatua ya kwanza ianzie moyoni mwako kwa jina la Bwana, kwamba naanza kuenenda. Sema amina. Naenenda kwa watu, naenda kwa mataifa, naenda kwa watu mbalimbali, nikawaambia habari njema, nikaambia Yesu anawapenda, Yesu anawahitaji shambani mwake. Naanza kuanzia sasa. Elewa kwamba hoja kuu, Bwana amekwambia enenda ulimwenguni mote, mkawaambie watu, mkawafanye watu kuwa wanafunzi wake. Hao mataifa wapagani watoke, wachawi waache uchawi, wenye shida watoke kwenye shida, waje kwa Bwana, wasalimike, wawe imara katika Bwana. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Wewe unapendwa mno, unapendwa mno kwa sababu huna madhara kwenye jamii. Wewe ukijaa moto wa Roho Mtakatifu, wachawi, washirikina hawatakupenda kamwe. Makahaba, wazinzi hawatakupenda, maana utawaambia habari njema. Si kama mnanielewa hapo? Simaanishi kwamba niliwafundisha wiki zilizopita habari ya upendo. Hii haihusiani na Injili. Yeye mwenyewe anasema sikuja kuleta amani bali upanga, kumfitini mtu na babaye, mtu na mamaye. Ukijaa nguvu za Roho Mtakatifu, ukaenenda kila mahara, ukawafanye mataifa, manake wasioamini, watu wenye shida, watu wenye mateso, wamgeukie Bwana. Bwana wengine watakuja kwa mbinde, wengine kwa wepesi, lakini vyovyote vile nenda kwa jina la Bwana. Nenda kahubiri Injili. Kahubiri nini? Kahubiri Injili kwa jina la Bwana ni hai. Haleluya. Kwa kuna hiyo Marko 16:15-16, alafu Mathayo 28:19. Hiyo nimeshaisemea. Akawaambia enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Sema amina. Ni wajibu wa kanisa, ni wajibu wako kama wanafunzi wa Yesu. Lakini Rumi 10:1-4, Rumi 10:1-4, hebu unaweza kusoma kwa haraka pale? Nani amefika pale? Safi kabisa. Atuanze upya tena. Biblia inasema, ndio ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Hebu ishi hapo kwanza. Maombi na dua zako mbele za Mungu ni kwa ajili yao. Akina nani? Waliopotea dhambini. Sema amina. Waliopigwa upofu, waliokamatwa na giza, watoke huko walikonaswa na shetani, waje kwenye nuru ambayo ni Kristo. Sema amina. Ili waokolewe. Shauku yako, nia yako, kama ambavyo wakati mwingine ukikamia kitu, ukikipania kitu kwamba lazima nikipate, na mpaka unakipata. Sasa vaa mzigo wa Injili kwamba lazima waliopotea dhambini, waliopigwa upofu na shetani, waliokamatwa na dunia, waliofungwa, waliosetwa, wawekwe huru. Iwe ni kazi yako. Mzigo huo beba ndani yako, tena kwa wivu mkubwa katika Kristo. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Mwanangu, umepunguza bezi, umepunguza bezi. Weka vyombo vizuri bwana. Usipunguze bezi kwa jina la Bwana aliye hai. Weka vizuri hapo. Sema amina, sema amina. Luka 10:1. Twende hapo. Hiyo mengine utaendelea kule mbele. Mstari wa 4. Soma na 4. Soma na 4. Hiyo hiyo. Ndio. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Mwanangu,
Rudia tena. Narudia. Mstari wa 2. Kwa maana nawashuhudia. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Sikiliza. Kwa maana Kristo ni mwisho wa nini? Wa sheria. Wa sheria. Kuna kituo kidogo hapa, ndio nilichotaka. Tuko pamoja? Kwa hiyo watambue wale unaoendea kwamba mwisho wa sheria, mwisho wa namna zote, yani maamuzi magumu, hukumu ya mwisho ni nani jamani? Yani watambue kwamba huko wanakoenda, wanaotegemea waganga wa kienyeji, ushirikina, madawa ya kienyeji na kila aina ya shida, waliojidhigita, waliofanya biashara kwa namna ya kipepo, watambue kwamba mwisho wa sheria, mwisho wa sheria ni Yesu Kristo aliye hai, ni Yesu Kristo pekee. Watambue hilo, wa kuwatambulisha, wa kuwapa maarifa hayo. Bwana ameachilia mamlaka na uwezo ndani yako. Sema amina kubwa. Sema kuanzia leo, kuanzia leo mimi sio wa kukaa kwenye kiti kanisani. Nihakikishe kwamba ninapokuja kukaa nikiangalia hivi, kuna niliyemshuhudia pale, kuna niliyemshuhudia pale, aidha yuko mbele ama yuko nyuma yako. Nimemleta mtu kwa nani? Kwa Yesu. Hiyo iwe fahari yako sasa. Sema amina kubwa kanisa. Sema amina kubwa kanisa. Sema amina kubwa kanisa. Niliwapa ushuhuda hapa. Nilienda kanisa moja, hawafanyi mikutano, hawafanyi nini, lakini wanajaa kila itapo leo. Nini? Nikagundua siri. Wanakuja watu wanasema, tulipewa mitaa miwili, mfano tulipewa bomba mbili, tulipewa na mfumo. Watu wako kama 3 4 hivi, wanazunguka nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, wanakuja. Haya jamani, sasa ni kipindi cha mavuno ya Bwana. Wamejipanga kikundi hicho walichopewa mitaa yao. Wengine hapa hawa wanasema tumewaleta 5 hawa hapa, tunamshukuru Mungu. Wengine wanafanya hivyo kila Jumapili. Hilo kanisa kwa nini lisijae kwa jina la Bwana? Maana yake wameweka mshirika kwamba kila mshirika ni mhubiri, na wewe ni mhubiri kwa jina la Bwana. Ni mhubiri na wewe kwa jina la Bwana. Na kuanzia sasa elewa kwamba mwana Bethania, na wewe ni mwinjilisti kwa jina la Bwana. Na wewe ni mwinjilisti kwa jina la Bwana. Na wewe ni mwinjilisti. Una wajibu wa kuwaleta watu kwa nani? Soma. Nafikiri ni Luka hiyo. Luka 10, soma hapo. Ndio. Luka 10 mstari wa kwanza, mmoja tu. Bwana aliweka wengine 70 akawatuma wawili. Sikiliza hapo. Baada. Rudia tena. Basi baada ya hayo Bwana aliwaweka wengine 70 akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, asante, mmoja tu, alafu usifunike Biblia. Kuna mistari nitakwambia pale mbele tena. Sema amina kwa jina la Bwana. Sikiliza hapo. Yesu akatuma wanafunzi wangapi? Achilia makundi haya. Walikuwa wangapi ndani yao? Walikuwa wangapi jamani? 70. Alafu akagawanya makundi ya watu wangapi? Wawili. Wamtangulie kwenda mahali ambapo alitakiwa kwenda yeye mwenyewe. Sema amina. Kwa tafsiri yake, kazi aliyotakiwa kuifanya Yesu akawafanya wale wafanye kwa niaba yake. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Kwa kazi ya kuhubiri sio kazi ya mchungaji peke yake, ni yangu na wewe mwanafunzi ambaye Yesu amenipa kwa jina la Bwana aliye hai. Sema amina, sema amina, sema amina. Tunahubiri wote. Kanisa haleluya. Amen. Kanisa haleluya. Amen. Lakini yeye mwenyewe alipokuwa anaanza hakutuma mwingine, kwa sababu hakuwa na msaidizi. Wale mitume 12 au wanafunzi 12 wa kwanza, Yesu aliwapateje? Aliweka mkutano wa hadhara. Alienda mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba. Mathayo, nifuate. Nani? Petro, acha kuvua, nifuate. Nasema nifuate. Ni kushuhudia nyumba kwa mtu kwa mtu. Ndio ikamletea wanafunzi wa kwanza, kanisa lake la kwanza Yesu, wale wanafunzi 10 na wangapi? Baada ya hapo
wale 12 akawatrain, akawafundisha, alafu na wao wakasambaa, wakahubiri, wakapatikana 70. Sema amina. Amen. Alafu ndipo Yesu anasema sasa mumepatikana na nyie sasa. Hao kwa tafsiri fupi waliitwa ndio wale washirika ambao wanaitwa, mimi ni mshirika kawaida tu, sina uongozi, sina nafasi, mimi ni wa kukaa tu. Akasema hamna wa kukaa. Kuanzia sasa nenda kule, wawili nenda kule, watatu nenda kule, nenda mkahubiri, mwalete watu hapa. Mungu amenituma kazi hii. Sasa na mimi nasema Yesu amenituma, nitakutuma na wewe kwa jina la Bwana. Uende sokoni, uende njia panda, mtu kwa mtu, mkawalete watu kwa Yesu. Mwingine anasema mimi nitakimbia. Haukimbii kwa jina la Bwana, utaenda kuhubiri. Hakimbii mtu kwa jina la Bwana. Alafu kama unakimbia, manake una shida gani? Kwa nini unakimbia kwenda kuhubiri? Kwa nini unakimbia? Nenda mstari wa 17 mpaka 19. Mstari wa 17 19. Sura hiyo hiyo. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha. Wale 70 wamerudi kwa nini jamani? Kwa furaha. Kwa furaha. Sema amina. Amen. Hiyo furaha yao inatoa matokeo gani? Sema. Inaendelea sema, wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Sikiliza, wanasema hata pepo wanatutii. Kwa nini? Kwa jina lake. Maana yake wanaona wameiva. Wamefanyaje jamani? Wameiva. Endelea. Akawaambia, ndio, nalimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Sikiliza hapo, Yesu anawafariji wanafunzi wake, anawatia moyo. Sema amina jamani. Amen. Anawatia nini? Moyo. Sema amina kubwa. Amen. Hivi mimi nitakuwa kichaa basi? Unaleta habari njema, baba ni 1 2 3 atoka. Unaleta habari njema. Yesu, matendo makuu ya Yesu. Nasema mwanangu, Mungu akutie nguvu na kuzidisha zaidi. Sema amina kubwa. Yesu akawafariji wanafunzi wake, anasema hakika nalimuona shetani akishuka kama umeme, manake akiangushwa. Sema amina kubwa. Unapokwenda kuhubiri kazi anga hili la Mwakibete, tunataka sasa tunapoelekea kwenye semina, lakini tunapoendelea kumtumikia Bwana, nguvu za giza, mapepo na majini na shetani ashushwe kama umeme. Haleluya, haleluya. Kelele zikipigwa huku, zikipigwa huku, zikipigwa kule, pande zote shetani angushwe. Amen. Ndio. Endelea. Tazama, ni wewe nimewapa amri ya kukanyaga. Endelea. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Sikiliza, Yesu ametoa amri ya kukanyaga nyoka na nini? Na nge. Nguvu zote za yule adui, pamoja na nguvu zote za yule nani? Adui. Yule adui. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Sikiliza nikwambie mwanangu, sema kuanzia sasa nimekabidhiwa amri, nimepewa mamlaka, sitaogopa mtu yeyote, mahala popote, kuhubiri injili. Sema amina kubwa kwa jina la Bwana. Waweza kumpigia Bwana makofi, waweza kumpigia Bwana makofi. Bwana amekupa amri, amekupa uwezo, umepewa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na kila mamlaka zote, iwe ni majini, iwe ni mapepo, iwe zote hazitakuweza. Endelea. Umemaliza? 19 mwisho. 19 imeisha. Aya, kachi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Pigia Bwana makofi kanisa. Pigia Bwana makofi kanisa. Sema amina kubwa. Niliwakemea hata juzi. Mnasema unajua Samia, huyu mama, huyu nani, hatuoni hata maendeleo. Amekuja kukamata mikono yako. Hasa kama hajakamata mikono yako, maana yake unatakiwa ukafanye nini? Unajua Bethania kalikwenda kakainuka. Yesu amekukamata mikono yako, amekamata nguvu zako, ameachilia nguvu na uwezo. Tuende shambani kwa jina la Bwana, tukawalete watu. Watu wa Yesu wapo, mavuno ni mengi, yapo huko, yanasubiri watenda kazi. Mtenda kazi hatatoka Mbalizi wala hatatoka Uyole wala Dar es Salaam, yuko hapa.
Sema amina kubwa tena. Kama naomba simama juu ya miguu yako. Simama juu ya miguu yako. Simama juu ya miguu yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simama juu ya miguu yako. Halafu sema Bwana Yesu, mchana wa leo na asubuhi ya leo umesema na mimi nikukusanyie kanisa Bwana liwe la maelfu. Tunakataa kuwa pungufu. Tunataka kanisa la maelfu. Wakulifanya kanisa hiyo nimetambua sasa. Umenipa ni mimi kazi hiyo. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Amen. Ukae chini sana. Kaa chini. Kwa jina la Yesu. Sikiliza wanangu. Haleluya. Haleluya. Tunakwenda sasa mtaani kwa jina la Bwana. Tunakwenda wapi? Ibada haijaisha. Hii inaitwa ni session 1 au part 1. Part 2 inakuja tena. Sema amina. Nimesema tunaanza practical leo. Niliwahi kuambia tutakwenda siku kanisa lote kushuhudia. Ndio imefika sasa kwa jina la Bwana. Halo. Sasa nisikilize vizuri mwanangu. Umefanya vizuri na asante. Sasa kwaya tatu hizi, Bethania, Ergibo na Ebeneza, ninyi mtakwenda katika maeneo yafuatayo. Bethania mtakwenda hapa Makondeko. Ergibo mtakwenda Mabazini. Ebeneza mtakwenda kona ya Memba pale. Tuko pamoja? Na mtakuwa na wainjilisti huko. Wako tayari wamesukwa kwa jina la Bwana. Mabazini mkitoka pale ndani ya dakika 10 mnateremka tena hapa chini Magogoni hapo. Hapo mnataka injili, mnakuja tena hapa kanisani. Vitu vile vitakuwa vimeisha. Ndani ya nusu saa tu tumerudi wote. Sema amina kubwa. Bethania mkitoka hapo Makondeko mtaangalia mwanzo wapi. Unaenda kule kwa Mama Munga, kule kwenye kasoko hapo, au unasema maarufu kama uwanja si wapi hapo. Hapo mkitoka hapo unapiga injili na kuja na Makondeko vitu viwili. Alafu Ebeneza ninyi mtaenda na mtaka kwa maana ni watu mbaya kwa sababu mimi nina usijie kufanya. Mnaenda mpaka kona ya Memba. Mnamwinjilisti na kule. Alafu mtakuwa na viongozi wa kanisa huko. Sema amina kubwa. Alafu sasa tuliosalia